Ujambo na karibu katika habari hii ya kisiasa na kijamii ambapo kiongozi wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania almaarufu Triple KT Dayosisi ya Karagwe, Askofu Daktari Benson Bagonza Kaliwake ametoa ujumbe mzito na wa kipekee unaokwenda moja kwa moja kwa wanachama na viongozi wa Chama cha Mapinduzi CCM, akiwataka kujifunza kuweka akiba ya maneno na kutoa hukumu wenzao kukurupuka. Kupitia ukurasa wake rasmi wa mtandao wa kijamii wa Facebook, kiongozi huyo wa kiroho ameeleza kwa kina kuwa siku chache kabla na baada ya vikao vikuu vya chama hicho tawala vilivyofanyika mjini Zanzibar tarehe 28 hadi tarehe 2 ya mwezi huu, baadhi ya makada na viongozi wa chama hicho wamekuwa wakitumia kauli na maneno yaliyovuka mipaka ya heshima kubwa ambayo chama hicho kimepewa na wananchi na kuliongoza taifa la Tanzania. Ujumbe huo wa Askofu Bagonza umeibua mwangaza mpya na mjadala mpana katika nyanja za kisiasa na kijamii kote nchini, ikizingatiwa kuwa unatathmini mwenendo wa nidhamu ya uongozi na kauli za kisiasa katika kipindi hiki cha changamoto mbalimbali za utawala. Kiongozi huyo wa Dayosisi ya Karagwe, Askofu Daktari Benson Bagonza, alibainisha katika hoja yake ya kwanza kuwa ni hatari kubwa kwa wanachama au viongozi kujifanya wanahisi kuzorota kwa mahusiano ya kijamii au kiutendaji kati ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, makamu wake wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania vilevile Rais wa Zanzibar Daktari Hussein Ali Mwinyi, pamoja na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mchungaji huyo mwandamizi alieleza kuwa hata inapotokea dhana au hisia za namna hizo miongoni mwa watu, wasiwe wepesi kukimbilia kushtaki au kuleta hoja za kutaka kujua mambo ya kina kuliko hata jinsi viongozi hao wenyewe wanavyofahamiana na kushirikiana katika shughuli za kitaifa. Mkuu huyo wa jimbo la kiroho alionya kuwa ikiwa wanachama au kiongozi atajiweka mbele zaidi katika kushambulia na kutoa tuhuma, alafu baadaye viongozi hao wakuu wakapatana na kuweka mambo yao sawa, mtu huyo ataishi kukosa amani na kulazimika kutafuta hifadhi au mahali pa kujificha kutokana na aibu ya kauli zake za kukurupuka. Katika kuiangazia kipengele cha pili cha taarifa hiyo, askofu wa Triple KT Dayosisi ya Karagwe Benson Bagonza Kaliwage alihoji iwapo mambo mbalimbali yanayozungumzwa hivi sasa katika ulingo wa kisiasa kuhusiana na nafasi ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Emmanuel Nchimbi hayajaanzia au kutokana na kile kinachoitwa hotuba iliyotolewa kwa wanaharakati. Mtaalamu huyo wa masuala ya kiroho na kijamii alibainisha kuwa mfumo nzima wa mijadala inayojitokeza hivi sasa ni mwanzo wa wala si kelele cha matukio ya kisiasa, bali ni mwendelezo wa mchakato wa kimtazamo unaohitaji utulivu wa busara wa hali ya juu kutoka kwa kila mdau. Mchungaji huyo alisisitiza kuwa kutathmini kauli hizo kwa kufuata miemko ya muda mfupi kunaweza kusababisha madhara makubwa katika muundo wa uongozi wa kitaifa na kuleta mpasuko usio wa lazima ndani ya jamii. Mkuu huyo wa Dayosisi ya Karagwe, Askofu Benson Bagonza, alifafanua katika hoja yake ya tatu kuwa wakati wa miemko ya mijadala mbalimbali inayoguza mguzo mkuu 4 za utawala wa nchi, ni muhimu sana kwa wanachama na viongozi kutotumia neno au lugha yoyote ambayo baadaye atakosa mahali pa kuweka nyuso zao mara baada ya kinachoitwa mgogoro au tofauti za kisiasa kufikia kikomo. Kiongozi huyo wa kijamii alieleza kuwa migogoro ya kisiasa mara nyingi huwa na tabia ya kupita na kulazimika, lakini maneno makali ya kashfa yanayotolewa wakati wa migogoro hiyo huacha majeraha ya kudumu na kuharibu kabisa heshima ya watunzaji wa amani. Mchambuzi huyo alisisitiza kuwa akiba ya maneno
ni nguzo muhimu sana ya kudumisha ustawi wa taifa na utulivu wa viongozi waliopo madarakani. Hoja ya nne iliyotolewa na kiongozi huyo Askofu Daktari Bagonza ilijikita katika kuweka wazi kuwa nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nafasi ya umakamu wa rais ni vitu viwili vilivyoshikana kwa karibu mno na ambavyo havina uwezo wa kutenganishwa kiurahisi hivyo. Mchungaji huyo mwandamizi alieleza kwa mtu yeyote anapomkashifu au kumdhalilisha makamu wa rais, kimsingi anakuwa amemkashifu na kumdhalilisha rais mwenyewe, na hivyo ndivyo ikitokea kwa upande mwingine. Mkuu huyo wa dayosisi alitoa wito dhabiti kwa wanachama wa CCM kuto kuvudhalisha viti hivyo viwili vya juu vya utawala katika namna ambavyo itafanya nafasi hizo zitamaniwe au kutoheshimiwa tena na wananchi, huku akikumbusha kuwa kuna maisha na uongozi utakaotakiwa kuendelea hata baada ya kumalizika kwa mijadala ya sasa. Mchungaji huyo wa dayosisi ya Karagwe alieleza katika kielelezo chake cha 5 kuwa mfumo wa mgombea mwenza unaotumika hivi sasa nchini ilipatikana baada ya mchakato na mjadala mkali sana uliokuwa umeongozwa na baba taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere wakati wa kukubali mchakato na changamoto kali za muungano. Kiongozi huyo wa kiroho alieleza kuwa chokochoko na migogoro mbalimbali inayojitokeza hivi sasa ndani ya chama tawala inapaswa kurudi nyuma na kujielimisha kutokana na hekima kubwa iliyotumika wakati wa kuweka misingi hiyo ya kikatiba. Mchambuzi huyo wa masuala ya kijamii alibainisha kuwa kupuuza historia na misingi iliyowekwa na waasisi wa taifa ni hatari inayoweza kutishia misingi ya amani na utulivu wa kisiasa nchini Tanzania. Alikitazama hoja ya 6, kiongozi wa kanisa la Kilutheri Karagwe Daktari Askofu Bagonza kali wake alibainisha kuwa maswali mbalimbali ambayo yamekuwa yakiulizwa kuhusu hotuba mpya ama kuhusu hotuba ya katiba mpya yamepata majibu kupitia makundi mawili kuhusu yanayotajwa kukwamisha mchakato huo. Mchungaji huyu alifafanua kuwa kundi la kwanza linajumuisha wana CCM wanaomchukia mwana CCM mwenzao anayetoa matumaini kwa wananchi kuhusu kupatikana kwa katiba mpya, wakati kundi la pili likiwa ni la wapinzani wanaomkimbilia kudai katiba mpya kabla ya kuwepo kwa maridhiano ya kweli ya kitaifa. Mkuu huyo wa dayosisi alioji jamii ipo katika kundi la kati ya hayo wawili, huku wakionyesha kuwa vikwazo vya mabadiliko ya kikatiba vinatoka pande zote mbili ya ulingo wa kisiasa. Kiongozi huyo wa kiroho Askofu Benson Bagonza alisisitiza katika kipengele chake cha 7 kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na makamu wa rais ni mali ya Watanzania wote bila kujali itikadi zao za kisiasa. Mchungaji huyo mwandamizi alieleza kuwa mara tu viongozi hao wanapoapishwa kushika madaraka wanakuwa viongozi wa taifa zima na si mali ya Chama cha Mapinduzi pekee. Mkuu huyo wa dayosisi ya Karagwe alikitahadharisha chama tawala kutokutenda kama mtu anayeelemewa na ubinafsi katika kushughulikia viongozi hao wakuu wa nchi, kwani maamuzi yanayowaguza viongozi hao yanaathiri moja kwa moja maisha ya raia wote wa Tanzania.